sisi pia tuna nafasi ya kuwa sehemu ya kwaya hizi, itakuwa vizuri zaidi. Basi niwakaribishe katika ibada ya mchana wa leo. Nilishawahi kulisema hili, sasa naomba mnisamehe nilirudie. Nilipokuwa mzee wa kanisa kwa mara ya kwanza, baada kama miezi miwili, tulipewa maoni ya kwamba Mbalizi tulishazoea tunatoka saa 6 kamili. Walikuja wengi kweli, mbona nyie baada ya hapo hatutoki saa 6 kamili? Na mpaka sasa hivi bado dakika kama 6 ifike saa 6 kamili. Na nililijibu kwa ujasiri, na ujasiri bado ni ule ule, haujabadilika. Wale wanaobarikiwa ibada ikiisha saa 6 tulishasema waondoke saa 6 ikifika, na wale watakaoendelea kuwepo tukienda mpaka saa 6:30 wataendelea kuwepo. Basi tufungue katika kitabu cha Malaki. Kitabu cha Malaki leo ndipo tunapotembelea, na ibada yetu itaishia hapo. Nilipokuwa kijana mdogo kabisa, miaka mingapi, nikiwa shule ya msingi, uelewa wangu na ufahamu wangu kuhusiana na kitabu cha Malaki, mimi nilijua hiki ni kitabu kilichoandikwa kutumiwa na Waadventista wa Sabato wakati wa kusoma zaka na sadaka. Mimi hivyo ndivyo nilivyofahamu, kwa sababu kijijini kwetu nilipozaliwa, au kanisa nililozaliwa mahalia, lakini hata makanisa machache niliyobahatika kutembelea, nilikuwa nakuta wanasoma ile Malaki 3:10, leteni zaka, sijui nini na nini. Kwa hiyo mimi hiyo ikanifanya nikaamini ndani ya Biblia kitabu cha Malaki ndicho kilichoandikwa kwa ajili ya Wasabato kutumia wakati wa zaka na sadaka. Kwa hiyo nimekuwa nikiwa nafahamu hivyo kwamba Malaki ni kitabu kilichoandikwa tukitumia Wasabato wakati wa kusoma zaka na sadaka. Lakini pia hata nyinyi ni mashahidi, kama hatujaletewa yale masomo ya uwakili tunayoyasoma kwenye zaka na sadaka, mtu akiamua tu somo la sadaka hana muda wa kustress maisha. Malaki 3:10 leteni zaka kamili gharama. Kwa hiyo ndio ikanifanya niamini kumbe huenda hiki ni kitabu kilichoandikwa tukisome wakati wa zaka na sadaka. Lakini kumbe kadri muda ulivyoenda, ndipo nikagundua kumbe kile nilichokifahamu kuhusiana na kitabu cha Malaki ni tofauti na uhalisia wake. Kwa sababu kitabu cha Malaki ni tofauti na nilivyofahamu, na wala si kimeandikwa ili tukitumie kwa ajili ya zaka na sadaka. Katika mchana wa leo tutakuwa na safari fupi itakayoanzia sura ya kwanza ya kitabu cha Malaki mpaka sura ya mwisho ya kitabu cha Malaki. Ni sura 4 tu, tukiwa na ujumbe unaosema ujumbe wa Malaki kwa kizazi hiki. Kwa nini tunasema ujumbe wa kizazi kwa Malaki, ujumbe wa Malaki kwa kizazi hiki? Kwa sababu sio ujumbe ulioandikwa mahususi kuwalenga watu wa kizazi hiki, lakini bado ujumbe wa Malaki ni muhimu sana kwa kizazi cha leo. Tuombe. Mtakatifu Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Tunakualika tunapoenda kuyatafakari maneno yako kupitia kitabu cha Malaki, tusaidie kuelewa na nini tunapaswa kufanya katika maisha yetu ya Ukristo, katika jina la Yesu, amina. Vitabu vinavyotangulia sura ya Malaki, kabla ya Malaki, ukisoma ile Hagai, Zakaria, utakutana na taifa la Yuda wakiwa uhamishoni. Baada ya kumwasi Bwana, Mungu anaruhusu taifa la Yuda wanakuwa uhamishoni. Lakini Malaki inaandikwa baada ya Yuda kutoka uhamishoni. Na ndiyo maana kitabu cha Malaki kimeandikwa na Malaki mwenyewe, ambaye kwa lugha ya Kiyunani maana ya Malaki ni mjumbe wangu. Na huyu ndiye nabii wa mwisho aliyetumwa na Mungu kwa taifa la Israeli. Baada ya hapo hakuna nabii mwingine aliyetumwa baada ya Malaki. Kitabu cha Malaki kimeandikwa kwenye miaka ya 400 mpaka 430, 450 mpaka 430 kabla ya Kristo, na walengwa wakubwa likiwa ni taifa la Yuda baada ya kutoka uhamishoni. Na hivyo kwa sababu ya muda nitaenda haraka
Unapofungua ile Malaki sura ya kwanza, baada ya Israeli kuwa wametoka uhamishoni, hasa ukisoma ile ukisoma Hagai na Zakaria, unakumbuka wakiwa uhamishoni, Bwana anaruhusu taifa teule waingie uhamishoni, lakini bado kuna lengo Mungu alitamani walitimize wakiwa uhamishoni. Lakini kwa bahati mbaya hawakufanya hivyo, wakamsahau Bwana. Na unaposoma ile Hagai, ndipo Bwana pia anapolia, ni wakati wa kukaa katika nyumba za kifahari, wakati nyumba ya Bwana ipo ukiwa. Hapo ni bado wako uhamishoni. Sasa baada ya kutoka uhamishoni, pia Bwana anatamani Israeli, Bwana anatamani taifa la Yuda waishi wakimpendeza na kufanya sawasawa na Bwana alivyotazamia. Na hivyo Malaki sura ya kwanza, mjumbe wa Mungu Malaki kwa taifa la Israeli anaanza kuwakumbusha wao ni wakina nani na Mungu ni nani katika maisha yao. Unaposoma ule mstari wa kwanza, hatutasoma yote, anasema ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yako Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo. Mungu kupitia Malaki anaanza kuwakumbusha Israeli, taifa ambalo Mungu walikuwa amelichagua miongoni mwa mataifa. Anawaambia nimewapenda nyie Israeli kuliko mataifa mengine. Na kwa nini Mungu anawakumbusha? Anawaambia ni kwa namna gani ametumia kila aina njia kuwaokoa na amewapenda kuliko wengine, lakini kwa bahati mbaya wamesahau ni kwa namna gani Mungu amewapenda. Unaposoma ule mstari wa 6, anasema mwana humheshimu baba yake na mtumishi kumcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau kwa jinsi gani? Yaani baada ya kutoka uhamishoni na maagizo mingi ambayo Bwana alikuwa ameifanya kwa taifa la Israeli walifikia hatua wakalidharau jina la Bwana. Ndipo Bwana anapoanza kuwakumbusha Israeli, kumbukeni mimi ni nani, kumbukeni nimefanya nini kwa ajili yenu. Kwa hiyo sura ya kwanza ya Malaki, mjumbe wa Bwana kwa Israeli anaanza kuwakumbusha kwamba wao ni wakina nani na Bwana ni nani na kwa nini wanalidharau jina la Bwana. Na anasema kwamba ikiwa kama mwana humheshimu baba yake, anawauliza nyie Israeli, heshima yenu kwangu iko wapi? Kwa sababu waliishi maisha ambayo hawakuwa na muda wa kumheshimu Bwana. Kwa hiyo wanatoka uhamishoni, Bwana anafanya makuu, wanatoka uhamishoni, lakini bado maisha yao ni yale yale, hawamheshimu Bwana. Sikiliza ule mstari unaofuata, wanaendelea kumuuliza, unaposema tunakudharau kwa namna gani? Mstari ule wa 7 na 8 anasema mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema si tumekutia unajisi kwa njia gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Moja ya dharau ambayo taifa la Israeli walifanya ni kudharau meza ya Bwana. Ndio nilikuwa niko pale nje. Shemasi mkuu anasema ambao wako tayari meza ya Bwana, pipo zinamwangalia tu. Yaani na sio kwamba wanatania. That is seriousness from heart. Na ndio maana kuna muda mashemasi wanapiga budget ya watu 100. Wanauzia watu 30. Sawa kabisa. Hawana shida. Sasa Israel nao kosa tunalolifanya leo ndilo kosa walilofanya. Yaani Bwana kupitia Malaki anawaambia mmeona meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Yaani kwa maneno yapo mengi, lakini moja ya kitu ambacho Israeli walikidharau anasema meza ya Bwana. Lakini cha pili anachokizungumzia kwenye ule mstari unaofuata anasema tena, mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtolee liwali wako, je, atakuwa radhi nawe? Au
atakubali nafsi yako, asema Bwana. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema, ikiwa jambo hili limetoka katika mikono yenu. Je, atawakubali nafsi zenu? Asema Bwana. Mambo mawili. Dharau ya kwanza kwa Israeli inaanza kwa mambo mawili. Wanasema meza ya Bwana imekuwa ni ya kudharaulika, lakini kitu cha pili, kuleta sadaka vilema. Na amesema ikiwa kama mnatoa sadaka iliyokamilika kwa maliwali kama watawala. Kwenye Biblia King James ametumia neno governor, mtawala. Anasema kama mnatoa sadaka iliyokamilika kwa watawala, vipi kwangu mnapoleta sadaka vilema? Lakini pia mmezarau meza ya Bwana. Nilikuwa naangalia wale mnaolipa kodi TRA. Yaani TRA kwa mfano, tumchukulie ndo kama liwali, unadaiwa 10,000, upeleke 2,000. Utaona kitakachotokea ni nini? Lakini kwa Bwana anasema tunaheshimu watawala wa dunia, lakini kwa Bwana imekuwa ni dharau. Sasa hiki ndicho Israeli anapokumbushwa kupitia Malaki. Anasema mmekuwa wana wangu, lakini kwa bahati mbaya mmenidharau. Kwa hiyo sura ya kwanza ya kitabu cha Malaki ni ujumbe wa Mungu kwa Israeli baada ya kudharau meza ya Bwana na kuleta matoleo vilema mbele za Bwana, lakini bado wanajiona wako sahihi mbele za Bwana. Mstari wa 12, lakini ninyi mnanitia unajisi kwa kuwa mwasema meza ya Bwana imetiwa unajisi na matunda yake yana nyama yake kudharauliwa. Tena mwasema, tazama jambo hili linatuchosha namna gani. Ninyi mmelidharau, wasema Bwana wa majeshi, nanyi mnaleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu na kilema. Mstari wa 14 anasema, lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume akawaletea nadhiri, ila akamtolea Bwana kitu kilicho na kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Anatoa laana kwa mtu mwenye mume ambaye analeta sadaka iliyo kilema. Vitu viwili kwenye sura ya kwanza ya Malaki. Anazungumzia laana kwa wanaoidharau meza ya Bwana, laana kwa wanaoleta sadaka vilema ndani ya kanisa. Sikiliza, utanielewa kwa nini Malaki anazungumzia. Tutaenda haraka. Unapozungumzia sura ya pili ya kitabu cha Malaki, anawaambia wito wao ni nini. Sura ya Malaki anawakumbusha wao kama wakuhani nini walipaswa kufanya katika maisha yao. Mstari ule wa kwanza wa sura ya pili. Sura ya pili imezungumzia vitu viwili. Midomo ya makuhani ilipaswa kufanya nini, lakini baada ya midomo ya makuhani anazungumzia agano, uaminifu miongoni mwao, uaminifu ndani ya maisha yao ya familia, na uaminifu ndani ya maisha yao ya kumtumikia Bwana. Sura ya pili anasema, na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kutii moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, naam nitazilaani baraka zenu, naam mmekwisha kulaaniwa kwa sababu hamyatii haya moyoni. Luka nenda mstari wa 7 anasema, kwa maana yapasa midomo ya makuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Mstari wa 8, bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Midomo ya makuhani, anasema midomo yenu kama makuhani imetiwa maneno kuwa maneno ya baraka kwa watu wanaowazunguka, lakini kwa bahati mbaya, baada ya kutoka uhamishoni, midomo ya wana wa Israeli wakati wa taifa la Yuda inakuwa si midomo kwa ajili ya kutoa baraka kwa watu wengine, inakuwa ni midomo kwa ajili ya kutoa laana kwa watu wengine. Sasa ndipo anapowaambia mmelaaniwa, naam mmekwisha kulaaniwa. Mchana wa leo ninatamani tutumie ujumbe wa Malaki kwa taifa la Yuda katika maisha yetu. Je, midomo yetu leo kama makuhani inatoa maneno kama baraka kwa watu wengine au inafanya nini? Ni maisha ya kawaida ambayo tunaishi.
Unajua kuna vitu vya kawaida tunavichukulia kawaida, lakini si kawaida. Leo ndani ya kanisa ni rahisi mtu kutoka nyumbani kwake anaenda kutembea kwa mtu mwingine kumpelekea majungu, ila kutoka nyumbani kwake kwenda kwa jirani kumpelekea neno la Mungu, hapana. Sasa midomo ya makuhani wakati wa taifa la Yuda nayo iligeuka, midomo ambayo Bwana alitazamia iwe ni midomo kwa ajili ya kupeleka baraka na neema kwa watu wengine, inageuka na kuwa laana kwa watu wengine. Na ndio maana ushangai kuona ndani ya kanisa ibada inaendelea, wengine wako busy wanaongea. Unafikiri ni marafiki walioshibana, lakini hata watembeleani kwao kwamba sasa wao kweli wameshibana, kuanzia nyumbani kwao mpaka makanisani. Wakifika kanisani hapa ndo anapiga kelele kuzungumziana mtu fulani, wakitoka hapa kila mtu kwao. Na mwingine anamtafuta mwingine, njoo nikupe umbea. Yaani lakini kutoa neno la Mungu wataona. Sasa hiki ndicho anachowaambia kwamba midomo yenu kama makuhani ilipaswa kuwa midomo ya kuwabariki watu wengine. Siku moja mtumishi wa Mungu tulikuwa ni jioni hapo Baraka, kwa anasema katika maisha haya tunayoyaishi huwezi kumuelewa mtu. Kuna mazingira unaweza kumkuta hata ni Mwadventista Msabato kwenye daladala au sehemu yoyote ile, anatoa neno mpaka unashangaa, na huyu ni Msabato. Yaani mtu anatoa tusi ambalo limeshiba na limepambwa kabisa, safi. Ni Mwadventista Msabato. Akiuja hapa kanisani, tuende Sayuni mimi na wewe, imeisha ndani ya kanisa. Sasa Malaki anawaonya, je, midomo yenu leo inatoa laana au inatoa baraka kwa watu wengine? Na ndio maana ushangai kuona mtu yupo kanisani anamjadili mtu mwingine. Yaani anaanza kujadili maisha ya mwingine. Unajua huyu naye anaishije, huyu naye anaishije, na ndani ya kanisa, ndani ya kwaya, watu wanaanza kujadiliana. Unajua fulani naye, nguo yake ni ile ile. Yaani ndio kinachoendelea ndani ya kanisa. Yaani kutoa maneno ya baraka kwa ajili ya mtu mwingine hakuna. Kutoa maneno kwa kuambia wengine wasiomjua Kristo hamna. Ndilo tatizo lilowakumba Israeli. Midomo yao ambayo ilipaswa kuwa baraka, bahati mbaya inakuwa ni laana kwa watu wengine. Sura hii ya pili pia inazungumzia swala la usaliti katika familia, swala la usaliti katika ndoa. Unaposoma kuanzia ule mstari wa 10 anapozungumzia agano juu ya Yuda, namna gani ambapo walikuwa na agano la kuwa karibu na Bwana, analihamisha pia katika maisha ya kawaida. Ni kwa namna gani waumini ndani ya kanisa wanaanza kuwatenda mambo ya hiana wake zao, waume zao ndani ya kanisa. Unaposoma ule mstari wa 14 anasema, lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenza na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Ndipo anapomalizia ule mstari wa 16, maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifukizaye nguo yake kwa udhalimu na mchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana, msije mkatenda kwa usaliti. Na anamalizia ule mstari wa 17 anasema, mmemchokesha Bwana kwa maneno yenu, lakini ninyi mwasema, tumemchokesha kwa maneno gani? Kwa kuwa mwasema, kila atendaye mabaya ni mwema machoni pa Bwana, naye huwafurahia watu hao. Au Mungu mwenye hukumu yu wapi? Mambo ya hiana, mambo ya usaliti. Anawaonya taifa la Israeli wanafikia hatua ambapo wamesahau kulitimiza agano lao na Mungu wao. Haikuishia hapo, wanaenda mpaka kwenye familia zao. Ndipo anapowaambia, mnapowatenda mambo ya hiana, mambo ya kusalitiana, mambo mabaya katika familia zenu, anawaambia ninachukia mpaka kuachana. Leo ndani ya kanisa kuachana sio dili tena, ni kitu cha kawaida, kwa sababu tumeiacha agano la Bwana, lakini pia tunaenda
tunaenda mbali, tunaacha na agano la familia zetu. Ndio maana ushangai kusikia mke amemsaliti mume ndani ya kanisa, mume amemsaliti mke ndani ya kanisa, halafu baadaye tena wote wanaoana ndani ya kanisa. Ni maneno ambayo katika Israeli pia yalikuwapo, na leo ndani ya kanisa bado yapo. Ndicho Bwana anachokisema, ninakuchukia kuachana, asema Bwana. Ni yapi maagano tuliyoyavunja katika familia zetu? Ni maagano yapi tuliyoyavunja na Bwana ndipo anaposema kwamba analeta laana katika maisha yetu? Na laana hiyo inaenda kwenye ile sura ya 3 ya Malaki. Ninaenda haraka ili tumalizie sasa hivi. Kitabu cha Malaki sura ya 3 ambacho mwanzoni ndicho nilichokisema kwamba nilifahamu Malaki kwa sababu tulikuwa tunasoma kupitia zaka na sadaka. Malaki sura ya 3 anazungumzia vitu viwili. Anazungumzia mjumbe anayekuja kwa ajili ya taifa la Israeli na kuwaonya na ni nini wanapaswa kufanya katika maisha yao, na anazungumzia ni uhusiano gani Israeli waliokuwa wameuacha kwa sababu ya kulivunja agano la Bwana na madhara yanayotokea katika maisha yao. Sura ile ya 3 anasema, angalieni na mtuma mjumbe wangu, naye aitengeneze njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Ule mstari wa 5, nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao waapao kwa uongo na juu yao wamwoneao mwenye kuajiliwa kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima na kumpotosha mgeni asipate haki yake. Ujumbe wa Malaki sura ya 3 ni unabii wa Malaki kwa taifa la Israeli, ukiwaelekeza. Unaposoma Mama White anaeleza vizuri, ni ujumbe uliokuwa unaeleza baada ya mwaka 1844 wakati hukumu ya upelelezi inapoenda kuanza, wakati Kristo akienda kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu na kuanza kuyakagua maisha ya watakatifu ambao Kristo anapokuja watafaa kuingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo ni ujumbe uliotabiriwa na Malaki akiwaambia mjumbe anakuja, angalieni na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atalijilia. Sasa ndipo anaposema atawahukumu watu sawasawa na dhambi zao. Zipo dhambi kadhaa ambazo zimetajwa. Anasema wachawi, nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu ya wapao kwa uongo na juu ya wao wamwoneao wenye kuwaonea watu, ambao hawa walikuwemo ndani ya Israeli, ambao hawa ndani ya kanisa leo pia wapo. Anasema kuna mambo kadhaa ameyataja: wachawi, waongo ndani ya kanisa wamo, hawajulikani tu, washirikina wamo tu. Ndio maana unaweza kuangalia mtu kwa mbalimbali, anatuchale tumesha, yani shingo limejaa chale tu, ni watu wengine msabati. Akikua sasa ndio utakimbia, ameshazungushwa mgongo mzima, lakini yuko ndani ya kanisa. Nilikuwa sijui, lakini kweli kwamba ndani ya kanisa pia kuna washirikina. Kuna watu hata shughuli zao wanazifanya kishirikina, wao ndani ya kanisa. Juzi ngoja niwape kisa kidogo. Juzi nilikuwa nimetoka kidogo. Nilikuwa nimeenda polini, nilikuwa nimeenda shambani. Sasa nikashangaa, nilikuwa nimelima na nikiwa navuna, halafu nimezungukwa na watu ambao kule nilipokuwa karibu wengi walikuwepo maeneo pale ni Waadventista wa Sabato. Sasa mtu mmoja akapita pale akasema, "Nyie watu wa Kigoma mmejipanga sana. Yaani mko nondo, mko safi kabisa." Nikasema maana yake ni nini? Akasema siliona huyu si wa Kigoma mwenzio. Sasa yupo jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mkuu wa shule ya Sabato kwenye hilo kundi na ambapo nikienda na sala. Nikasema vipi? Akasema yule jamaa ameaga. Sema yani alipokuja tu alikuja na wajomba zake Kigoma. Akasema
Alipoanza kulima shamba tu, wakalitengeneza shamba, likalindwa. Nikaanza kusikia likalindwa. Alipokuwa anavuna pia akamleta yule mjomba wake akalilinda. Alisema amepata mazao. Nikasema alilindaje? Akasema ana dawa ambazo huwezi kuiba mazao kwake kichawi. Yaani hata utakeje. Akasema ni chuma ulete ya mazao. Yaani kuna mizizi wanasimika hapa. Na ndio maana huyu jamaa amefanikiwa. Amefanikiwaje? Kapata gunia 40. Nikasema kumbe kuna namna tukimwacha Bwana na vichwa kuna namna vinafiatuka havimo. Nikasema yaani amemleta mtaalamu ambaye mnahisi ni mtaalamu, ndio. Ni Mwadventista Msabato. Na tena dada yake mmoja ndo akaniambia akasema yaani mdogo wangu alipomleta yule mjomba wake mwaka huu kafanikiwa kweli. Kafanikiwaje? Kapata gunia 40. Yaani kuna namna tukimwacha Bwana na vichwa vinafiatuka, tunakaa kwenye hali fulani ya kiumaskini wa kiroho na kimwili. Imagine mtu ameleta waganga shambani kwake, amemwacha Bwana, ni Mwadventista Msabato. Halafu anawaambia watu nimefanikiwa, nimepata gunia 40. Nikaenda mbali nikauliza gunia moja shilingi ngapi? 70,000. 70,000 mara 4 ni ngapi? Milioni 2.8. Ndio umefanikiwa kwa kuleta waganga Nikasema kitu kimoja, nikasema ukiamua kumwacha Bwana, mwache Bwana katika hali ambayo umefanikiwa kweli kweli. Yaani mtu anaamua kutukanisha kanisa, ni kiongozi wa shule ya Sabato, ila anasifiwa ana wataalamu wa kulinda shamba lake na amefanikiwa kwa kupata gunia 40. Nikasema Mungu atusaidie sana. Kuna namna tukimwacha Bwana vichwa vinakufa, ila hatujui kama tumesha kufa. Yaani mtu kupata milioni 2.8 milioni 3 amefanikiwa katika hali ambayo amemtukanisha Bwana wa Sabato. Ndicho kilichotokea katika Israeli. Anasema kuna dhambi zimetajwa. Sasa kwenye ule mstari wa 7 ndipo anaposema kwamba tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Kwa nini anasema nirudieni mimi? Kuna wakati ambapo tunamwacha Bwana na tusipoamua kumrudia, naye Bwana anatuacha kimya. Na ndio maana kwenye ile mstari inayofuata anapozungumzia swala la kumwibia Bwana, ndicho anachowaambia taifa la Israeli. Yaani ilifikia hatua ambao taifa la Israeli walimwibia Bwana, wakamwacha Bwana kupitia maisha yao, naye Bwana akawaacha. Ndio ule mstari tunaosema kwamba mwanadamu atamwibia Bwana kwenye ule mstari wa 8. Mstari wa 9 anasema nanyi mmelaaniwa kwa maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Ndipo ule mstari wa 10 anapowaambia walete zaka kamili na gharani. Mstari wa 11 anawaambia nami kwa ajili yenu, na hiki ndicho Bwana anachotaka kutuambia, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mungu alikuwa ametamani Israeli waitwe heri na mataifa mengine. Yaani Mungu anapomtuma Malaki kuja kwa Israeli, alitamani Israeli wabarikiwe sio tu katika maisha ya kiroho, hata maisha ya kimwili. Na ndio maana nawaambia, ikiwa kama mngekuwa waaminifu, mataifa yanayowazunguka wangewaiteni heri, kwa sababu mmekuwa waaminifu mbele za Bwana. Na ndio maana kwenye ule mstari wa pale juu amesema atakemea hata yeye alaye, na mazao yenu hayataharibika kwa sababu mmeamua kuwekeza kwa Bwana. Hiki ndicho Bwana alichotamani kuambia Waisraeli, na ndicho Bwana anachotuambia leo. Tumekuwepo ndani ya kanisa, ukweli ni kwamba hata wale ambao hawamjui Bwana hawatuiti heri. Yaani tuko ndani ya kanisa tunamtaja Bwana wa kweli, lakini kwa sababu tumeamua kulivunja agano, wale ambao walitazamia kutuita watu wa heri, leo ndio wanaotuona watu wa laana. Na ndio maana unaenda sehemu yoyote kwenye biashara, tafuta kama kuna biashara wa Adventista wa Sabato. Sisi tumekuwa ni wasindikizaji, na ukifikiri huo ndio wa Adventista, hakuna. Sikiliza niwaambie, ni kweli
mbingu zitapita, magari ni vitu vya kupita, majumba ya kifahari ni vitu vya kupita, ni kweli mali ni vitu vya kupita, lakini sio dhambi vikipitia mikononi mwa Waadventista wa Sabato. Na hiki ndicho Bwana anachowaambia. Bwana alitazamia taifa la Israeli wawe watu wa heri, yaani hata mataifa wanapowaona wawaite watu wa heri. Ndipo anapowaambia kwenye ule mstari unaofuata, anasema hivi, nami kwa ajili yenu nitakemea yeye alaye. Yaani kwa maneno mengine, wakati ambapo wengine wangelaumu kwamba kuna anaye kula mashamba yao, Bwana alikuwa yuko tayari kukemea kwa mashamba ya Israeli kwa sababu hawajalivunja agano. Yaani kwa maneno mengine, wakati wengine wakilaumu hali ngumu za maisha, Israeli walipaswa kushangilia, maana kwao hakuna hali ngumu. Leo tuliomo ndani ya kanisa tunalaumu ugumu wa maisha sawa na wale wasiomjua Bwana. Utofauti ni wapi kati ya sisi tunaomjua Mungu na wasiomjua Bwana? Na kipi wanajifunza kwenye maisha yetu? Yaani moja ya ukweli ambao tunapaswa kukubali ni kwamba kwa sababu tumeamua kuvunja agano la Bwana, ndipo Bwana napo naye anatuangalia, maisha yanaenda yanazidi kuwa magumu kwa wengine, lakini hata kwa sisi waamini wa Adventista wa Sabato hali inazidi kuwa ngumu. Tulipokuwa tunajifunza ile kwenye lesoni wakati wa asubuhi kwenye darasa la walimu, Bible Ngaba alisema kitu kimoja. Mtume Paulo, kama umemsoma vizuri, alikuwa anafanya kazi ya kudharaulika sana, ambayo kiukweli kwa ulimwengu wa leo haina hela, kufuma mahema. Lakini tutakapoendelea kusoma lesoni ya robo hii utaona Mtume Paulo alikuwa ni mtu ambaye si tegemezi, ana uwezo wa kukidhi maisha yake, lakini pia anawasaidia wengine. Ngamo wakasema kwa sababu ya uaminifu wake kwa Bwana, kazi ndogo iliyokuwa inaonekana inadharaulika, lakini bado anakuwa ni mtu ambaye hana msaada na anatumia muda mwingi kufanya kazi ya Bwana. Haombi, hana shida na kitu chochote, kwa sababu kitu kidogo tu alichokuwa anakifanya Bwana alikibariki na hakuwa mtu wa kuhitaji. Leo ndani ya kanisa sio kwamba hatupati hela, tunapata hela nzuri tu, lakini kwa sababu tumeamua kuwa wanyimifu na si waaminifu mbele za Bwana, na ndio maana anasema mifuko yetu imekuwa kama iliyotoboka tu. Tunaishi maisha ni yale yale, na mnafikiri kwamba huu ndio Ukristo. Mimi ninawatangazia maisha tunayoishi yenye shida na changamoto za kiuchumi sio mpango wa Mungu, wala sio kusudi la Mungu. Maana Bwana alikuwa ameahidi kwamba ikiwa kama wangelitii agizo la Bwana, mataifa yanayowazunguka wangewaita heri. Wanatuita heri sisi leo kwa kitu gani? Ni kweli biashara zetu tumezungukwa na watu ambao wanatuita heri? Ni kweli majumba yetu tunazungukwa na watu ambao wanatuita heri? Au sisi leo ndio tumekuwa case study tusiwe na maisha magumu kama wale? Kanisa tunalosalia, yaani nakuta kuna namna kama tutakuwa ni magumu sana sababu kuna namna tunakaa hapa tunajidai sisi ndio tumewazaa wote hawa. Yaani kuna mtu mmoja juzi, sijui ni nani, ile Jumamosi iliyopita, kuna kitu akisema, sijui kama mlimsikia, anakaa anasema na mimi bado sibadiliki. Madirisha tuliyoyaweka enzi zile bado ni yale yale. Mimi nilimsikia, sijui kama mlimsikia vizuri. Yaani ni mtu ni mgeni ametoka sijui wapi, anakuja unasema nikifanya nini? Yaani ni jambo fulani ya kejeli iliyopitiliza. Kajamaa amesimama pale, alikuwa amesimama pale, akasema na nyie mbadilike. Hayo madirisha tumeyaweka sisi enzi zile bado ni yale yale. Na mnafikiri huo ni Ukristo, kuishi kwenye hali ngumu, taabu ngumu, kuanzia kanisani mpaka majumbani? Haukuwa mpango wa Bwana. Na ndio maana Mungu kupitia Malaki anawaambia Israeli ya kwamba ikiwa kama mtaitii agizo, ikiwa kama mtatii sheria, mtaitwa heri katika mataifa yanayowazunguka. Mchana wa leo tukumbuke tumemwacha Bwana wapi, kwa sababu ni huyu aliyeahidi kwamba watu wangu hawatakuwa mikia bali watakuwa nini? Watakuwa vichwa. Sura ya mwisho ya kitabu cha Malaki anazungumzia onyo kwa wale ambao hawakuitii sauti ya Bwana. Malaki, mjumbe wa Bwana Malaki, sura ile ya 4 ambayo ndipo tumesoma pia fungu letu kuu, anatangaza siku ya Bwana inayokuja. Baada ya kuwa wamekataa wito wa Bwana, baada ya kuwa taifa la Yuda wamekataa kusikia nini Mungu
Mungu anahitaji katika maisha yao. Hatimaye Bwana anatangaza siku ya utisho kwa wale ambao wameikataa sauti ya Bwana. Sura ile ya 4 anasema, kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru. Anasema, na wote wenye kiburi nao watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaiachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Nanyi sikiliza, anapoitangaza siku ya Bwana, siku ya kutisha, siku ya kuogofya, anazungumzia vitu viwili. Anasema siku itakuja ambapo wale watendao maovu watakuwa kama makapi, wale watendao maovu watakuwa ni mchana. Anasema siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana, kwa sababu hawakuritii agizo la Bwana. Lakini ndipo anachokisema, lakini ule mstari wa pili, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawaangazia. Yaani kwa maneno mengine, Mungu kupitia Malaki anawaambia taifa la Yuda, ikiwa kama hamtasikia maonyo yaliyotolewa sura ya kwanza ya Malaki juu ya kuidharau meza ya Bwana, juu ya kutoa sadaka vilema, mkaidharau ujumbe wa Malaki sura ya pili unaowaambia watu kuwa waaminifu mbele za Bwana, mbele za familia zao, mbele za waume zao. Anakuja kwenye sura ile ya 3 anapowaambia kuwa waaminifu, anawaambia ikiwa kama hamtasikia, siku inakuja ambapo mtabaki kama makapi. Na kibaya zaidi kinachoniumiza, anaowatangazia kubaki kama makapi ni wale waliokuwa wamekataa wito wa kurudia kwa Bwana, wale ambao walikuwa wamekataa wito wa matengenezo, ambao hata hivyo Biblia inaeleza bado hali zao za kimaisha, hali zao za Kikristo zilikuwa ni ngumu. Hao pia ndio wanaotangaziwa laana. Na ndio maana nasema, lakini kwao wanaolicha jina la Bwana, jua la haki litaangaza katika maisha yao. Mchana wa leo natamani tujifunze kwamba siku ya Bwana inapokuja katika maisha yetu. Nilikuwa nasoma mjumbe wa Bwana Mama White akielezea vizuri sura hii ya Malaki, anapozungumzia siku inayokuja. Ambapo Mama White pia akitoa maelezo juu ya Malaki hii katika siku inayokuja kwenye pambano kuu. Kuna sehemu, kuna aya utakutana na neno, kitabu cha Malaki sura ya 2, sura ya 3. Kuna maelezo yanayofuata pale chini, anasema hivi kwenye ule ukurasa wa 352, hizi toleo jipya za kisasa. Anasema hivi, watakao kuwa wakiishi duniani wakati maombezi ya Kristo yakiwa yamekoma katika hekalu la mbinguni, watasimama mbele ya macho ya Mungu bila mpatanishi. Majoho yao yanapaswa yasiwe na doa. Tabia zao zinapaswa ziwe zimesafishwa kutoka dhambini kwa kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, kwa njia ya neema ya Mungu na kwa njia ya juhudi binafsi. Inawapasa wawe washindi katika vita dhidi ya uovu. Wakati hukumu ya upelelezi ikiendelea mbinguni, wakati dhambi za waaminio wanaotubu zikiondolewa hekaluni, kuna kazi maalum ya utakaso ambayo inapaswa ifanywe, ya kuachana na dhambi miongoni mwa watu wa nani? Watu wa Mungu. Anasema kuna vitu viwili hapa. Anasema siku ile inayokuja, wakati ambapo huduma ya mwombezi itakuwa imeisha,
Watakaosimama ni wale walioishi kwa vitu viwili. Amesema wale walioamua kuishi katika neema ya Kristo, wakaamua kuzifua nguo zao kupitia damu ya Kristo. Lakini kipengele cha pili kinasema na wale waliosimama katika juhudi zao binafsi. Yaani wokovu wetu siku ile inapokuja, Malaki anaposema watakao kuwa heri, ambao mstari wa pili anasema jua la haki litawawakia, ni wale ambao walikubali kunyenyekezwa katika neema ya Kristo, lakini na juhudi zao binafsi za kumtafuta Kristo zilionyesha ni kweli wanamtafuta Kristo. Leo tunatamani tuokolewe kwa namna tu ya neema ya Kristo pasina kuwa na juhudi zetu binafsi. Kuna namna, kuna kitu cha kufanya katika maisha yetu ya Ukristo. Yaani hatuwezi tukakaa tunasubiria kwamba tunasubiri neema. Yaani kama vile anaposema hatuwezi tukasubiri neema ili tufanikiwe katika maisha ya kawaida. Tunahitaji juhudi binafsi hata kwenye swala la kiroho. Malaki anapotoa ule ujumbe wa sura ya 4 kwamba siku inakuja ambapo watu watalia kama makapi, wakati wengine wakilia, wapo ambao jua la haki litawaangazia. Ni wale waliokaa katika neema ya Kristo, lakini na juhudi zao binafsi zilimtafuta Kristo. Kuna namna katika maisha yetu tunapaswa kujiuliza, juhudi zetu za kumtafuta Kristo siku ile inapokuja, siku inayotisha, siku ambayo walioivunja agano ya Bwana watasimama pasina kuwa na mwombezi, ni juhudi gani tulizozifanya kama Wakristo kwa ajili ya kumtafuta Kristo? Sikiliza niseme, hii kauli kila siku naisema. Kanisa hatuwezi tukawa salama kama kanisa ambalo limejaa hivi. Siku ya Jumatano wanakuja watu 5. Siku ya maombi watu 6, watu 10. Kufungua Sabato 15. Tukasema tuko salama. Hatuwezi tukawa salama kama kanisa ikiwa kama tunayapuzia maombi. Na mama wao kwenye ile sura inayosema mitego ya shetani ile ya 33 anasema ili shetani awapumbaze watu, amewafanya wawe na usingizi kwa vitu viwili. Cha kwanza swala la maombi, cha pili swala la kusoma neno la Mungu. Hatuwezi tukawa salama kama kanisa ikiwa kama maombi sio sehemu ya maisha yetu, kusoma neno la Mungu sio sehemu ya maisha yetu. Angalia ule ukurasa wa anasema hivi, ukurasa ule wa 27. Shetani anajua sana kuwa wale ambao Shetani anajua sana kuwa wale ambao anaweza kuwaongoza wapuuze maombi na wasijali kuchunguza maandiko wataangushwa na mashambulizi yake. Yaani shetani yeye mwenyewe anajua, yaani kwamba ili na ndio maana shetani amefanya kitu kimoja, hamkatazi mtu asije kanisani. Yaani hamkatazi mtu eti ivunje Sabato. Anaruhusu tu watu tunakuja kanisani kama mazoea, lakini anasema hakikisha hao watu hawana muda na maombi. Hakikisha hao watu hawana muda na neno la Mungu, utawakamata vizuri tu. Ndio maana tunakuwepo ndani ya kanisa. Nilikuwa naona ile asubuhi hapa, kiongozi wa huduma waliofanya kazi ya Bwana chai, waliosoma neno chai. Kuna muda mimi nasema sio lazima wote tufanye kazi ya Bwana kwa kwenda kuambia watu. Hao watu wako serious. Subiria, utawakuta kwenye matoleo. Maana kuna wimbo fulani tunasema kama huwezi kwenda safari za mbali. Sijui wimbo namba ngapi ule. Anasema mnaweza kuifanya kazi hata kupitia nini? Sijui ni wimbo namba gani ule. Subiria watu sasa kwenye matoleo ya kwenda kwa Bwana. Hawana muda. Subiria watatangaza, jamani tuna effort, tuna meza ya Bwana. Kwa kuwa tuko busy hatujafanya kazi ya Bwana, mapato yetu yatafanya kazi ya Bwana. Napo chai. Bwana tusaidie. Malaki anapolionya taifa la Israeli, ndiyo maonyo tunayoambiwa leo ya kwamba siku inakuja ambapo wale ambao hawakusimama imara, wale ambao hawakukaa katika neema ya Kristo, lakini pia juhudi zao za kumtafuta Kristo hazikuwa na matunda, ndio wale watakaokuwa kama makapi. Wakati wale ambao walisimama na Kristo, jua la haki litaangaza katika maisha yao.
Malaki anamalizia kwenye ile fungu kuu tuliolisoma ya kwamba ujumbe unaposomwa kwenye ule mstari wa mwisho wa sura ya 4, anatamani mioyo ya baba iwarudie watoto wao, mioyo ya watoto iwarudie wazazi wao, mioyo ya waumini wote imrudie Bwana, ili siku ile inayokuja, wakati wengine wakilia kama makapi, mimi na wewe kama washiriki wa mbalizi, jua la haki liangaze katika maisha yetu. Tusimame tuombe.